Loko nini hapo, niache bwana, nimechoka na haya maisha. Tabia yako kupenda machizi, hebu acha. Ogo kifua mnaacho cha mbele na nyuma. Nguvu ya kupigana sina, mwenzako naogopa kuumiza. Naomba baby ulinde mtima. Kweli dunia simama. Nishoke. Jamani, usipostaajabu ya Musa ataona Firauni. Tena. Yaani mdogo wangu, nina ubuyu umenifika hapa. Kushuka tumboni unataka, kuutema unataka, lakini kufana fundo no discussion. Sitaki kitu kama hicho. Kuna nini tena na wewe? Kumekucha. Ubuyu kifua mnaacho cha mbele na nyuma. Wewe jipige tu hapa ya ngoma za msondo. Jana niko kwa maeneo ya King'ore, nilikuwa nafanya kazi WMC natangaza. Mwisho wa siku nikamwona shemeji yuko kwenye meza, iko na watoto na panane. Kila mtoto na shepu yake na mtoto wa kwenda. Mtu ana rangi kama Beyonce. Kaagiza biri tu. Watoto elete kuku. Bia, maji mapana tu yamelea ndani ya yoba, watu wanakunywa tu. Lazima mwagika. Au unatania? Yuko yani nikisema kuku na maanisha kuku na vyuku. Bata hawajakula bata. Tuanamkula bata na kuku wake. Kwa kweli sisi tunakula msindano tembele, watoto wanakula. Sasa kiake nikupe taarifa. Muhimu kutoka nyumbani kwa mama Rajini. Hii nyumba ina songo mbingo. Fanya nini? Kusimwambia baba. Ndio kama bashakuona. Maana mimi naona sio songo mbingo. Zile inaitwa sokomoko la dunia. Songo mbingo. Tangu tulivyokula ile jana usiku. Asubuhi imepita. Hapo ninapoona tumeenda kuvitembele kwa mama Ashura pale. Nimeenda kuviomba ndo tunapika na mwanangu hapa tule. Yaani kwa zile hela alizotumia jana na ya matembele umeenda kuomba. Mwezi jana akatumia zaidi ya maraki kwa maraki. Unaona kwa matembele kwa kuomba kwa jirani. Kea mwenyewe. Kwanza mwanangu. Mule. Kuna kitu nimekifikiria. Una yule shemeji yako mwenye pesa zake. Anaika asinza. Swadaki. Imekuwa hayo tena. Kula kila siku vizuri. Wewe na ana mapene, nikisema ana mapene namaanisha mipene kea. Huyo babako cha mtoto tu. Bila shaka mama kwenye siyo kafeli wapi huyo. Yaani ukitembea nawe na hizo uko blanti kama zuri. Na ndio hapa kwanza wewe bado unalipa. Mzima mzeeka lakini bado tamu unao. Ukipata nini chako viatu chako, ukienda hapo unatapia wote. Au malaya wote machangudoa wote kwanza atanyanyua shingo kwa kuangalia usupa kwini gani kaingia kwenye. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Muone ile mwanangu. Ninanyanyua chuma sijui siku hizi. Jimwili wewe. Yaani wananyanyua chuma, wananyanyua ndege kama Loitimela au Krishi, sisi hatujali adonkea. Yake mahindi is hapo hiyo. Lakini usimwambie kama hizo habari nilikwambia. Nitamwambia nini? Ukimwambia ndugu yangu mimi na wewe ndio Mama Jeni bye. Ngoja kitu kimoja. Tukiona tunasalimiana juu kwa juu. Kea. Siwezi kumwambia. Ila nikwambie tu kitu. Na kuhakikishia siwezi kumwambia chochote. Ila umbea mwingine utakapoupata uletea. Mimi nitakuletea. Mimi mwanzo kama TBC Taifa kweli na uhakika. Wewe ni baba gani bwana, hata nusu ya upendo huna, uliniacha mimi mwana. Ndugu yangu. Yes. Familia yako inaelekea baba. Sasa familia yangu inaelekea baba vipi? Kwa mimi mwanangu. Lazima nikwambie kweli. Sasa kuna unaangamia na familia yako. Sasa nashangaa mwanangu leo ukinikuta nimetulia mwanangu kwenye mood unanitoka kwenye mood. Kwani unakuwa hivyo mwanangu Afrika mbona? Familia sasa uhusiano mshikaji wangu. Tuongee michongo yetu mingine ya maana ya fedha vitu vingine. Sawa, sikatai. Lakini familia ambayo umeanzisha wewe, unatakiwa ulinde wewe. Nani atakulindia? Sasa umeshakuwa Yesu sasa. Kila tukikutana familia Yehova, familia
Sikia mwanangu, kuna kitu kimoja. Kuna mshikaji na mzigo anatoka na South. Tani za tangawizi kama kilo 800 hivi. Zile tunapiga kwa moyo, unapata hela. Kama ile baa kwa baa, watoto kama wote. Kabla hujaniambia hayo, nimemkuta mwanao chocholoni. Mwanangu mimi? Oya Niki, unasema? Oya wewe. Wewe ni baba gani bwana? Hata mbona kama hivi sio mwanangu nimalizie kwa niachaga mimi mwana. Ninabia huruma baba. Yeye ndo baba wewe. Hivyo mwanamume, tangu ulipoondoka jana, haujui wanao wanakula nini? Haujui wanao wameamka vipi? Mwanamume gani sio kuondoka na mke wako na familia yako? Tangu ulipoondoka jana, hujui wanao wanakula nini? Hujui wanao wanafanya nini? Hujui chochote kile. Wanda kuniambia mjana. Mwambie leo tuanze muda familia. Imechalazo mapema. Sio mchalazo mume wangu. Uko na maana tu kuzunguka. Wanatusi mimi. Kwani wewe unatoka na mwanzoni mwaka miezi 2 3 minne wanarudi. Wewe ujinga wako. Mume wangu na roho ngumu wewe. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Hata wewe umekania hapa unaongea na nini? Mimi mwanangu naongea vitu kibao. Atakushauri nini huyu? Mimi nimetoka Mantoni, nimefanya nyumba kali, unakaa unakula vizuri na watoto hapa na kusimanga ndugu yangu na. Simanga nini? Angalia life za watoto mume wangu. Utujui tu tutaishi vipi? Watoto hujui nguo zao zinauzwa bei gani? Wewe mwana bei gani wa ajabu? Hivyo unajielewa? Mwanamume mzima na akili zako kweli. Unaongea mambo ya Mantoni, lini ulienda wewe? Sana kipi ndio wake. Hai, nisikie nikwambie mwanamume. Wewe mwanamume unaenda lesti. Kwa mimi naambia tu muda ndio kumwambia kuhusu wanyana na familia yake nyumbani. Lakini mwanangu naye kumbe snitch. Sasa mimi mwanao sasa pekee. Sasa watu wana tofauti gani? Kwa nini vitu tuko na fresh ni unapendeza? Unapeleka wewe? Hata ningolewa na mbwa naona. Mungu wa. Oya, unasikia mwanangu salamu sio watu. Angaje ajambe. Unaopo lini ndio shida? Mimi nafaa sawa. Hata uswahili kwa uzunguni. Wewe una uzungu gani mume wangu? Una uzungu gani wewe? Wewe umezaliwa hapo. Wewe unashinda kuhudumia watoto wako na kuhudumia malaya. Una akili wewe? Matusi. Unaona? Unashinda kuhudumia wewe umeenda shule kuliko maisha. Kanipa hela najua tukipambana nini. Nenda mimi shule baba. Unaenda kwa miguu lazima pesa bwana. Unakula unashiba vyakula kibao mwanangu mtaani huko. Leo mwanangu mwanabadilishwa. Sio kwa miguu na shule. Shule. Nakula nini shule? Kibao ndani ya nini salau huko kapanga watoto wana haribu mwanangu. Yaani mwanamume box na akili wewe. Kwenye nyumba safi unaanza maneno kibao rafiki yangu vipi? Sasa je, unaishi kweli wewe? Mwanangu nao kwa hiyo unaangalia mwenyewe pia kaka familia cheki watu wanapopendeza hapo tonge. Sasa nisikize mwanamume. Tena unisikize kwa umakini sana. Sema. Watoto zako njoo. Aya. Tangu jana hawajala kichwa. Kwa hiyo mimi nitatoka. Wanyonyi hao. Kia wewe. Mwanamke nisikilize. Watoto wanyonyi wakubwa. Ukiondoka pesa wazi, wiki nzima siku unakula makabichi, unasemeka siku ulikosa nini, ulikupenda sana vitu. Sasa umeniita muda wote ongei na kwa vipi? Mimi nilikuwa na wanangu nakula shisha, wametoka Canada juzi unajua. Tumetoka Mantoni tumetua, umekaa siku kadhaa amenipigia simu jana. Leo tumekutana na kula vitu na nipigie simu afu nakuja uongee chochote. Hawe. Kwa mimi yangu. Faili zako zote ninazo hapa. Alafu? Sijui unielewa. Kivipi? Yaani mume wangu unatutelekeza sisi nyumbani. Unaenda kula vyakula. Kuku. Mibia baba. Wanawake watatu wanakuzunguka wewe. Familia yako inakula matembele. Hata samaki pembeni hakuna. Sasa hizo hela zangu mimi kula shisha, tembele, si vitu gani unachanganya vyakula, si nini? Ina maana mimi si enjoy na wanangu kwa sababu yako wewe au vipi? Wewe mwanamume unanichanganya sana. Angalia bwana, una watoto, angalia watoto ndani. Mimi na wanangu, mimi si unaniona bado. Bora chukua vipi? Unga uko ndani kula ugali, una watoto nini fresh. Hivi una haya? Una aibu? Kwa hiyo kwa taarifa yako unavyoona mimi labda ushanichakaza sana.
Umenizeesha. Labda uko nje ngakosa kuitwa. Usikia mara, naomba nisikize kidogo. Unajua sio kila siku sio watu wa kugombana. Kwa sababu ya maneno ya watu, unakaa unasikiliza watu na unashindwa kufocus maisha. Ukaa na mimi vizuri tukaongea, unaongea na watu wapumbavu. Hizo shida unazitoa wapi kwani? Na kwa nini wachi umalaya? Shida ndo hayo matusi tu kila siku. Hebu tukae basi, tutengeneze familia basi. Mimi nimeamua tukae, kila kitu niache tukae sawa. Hebu tulia basi. Alafu yaani nilikuwa na kuheshimu kama mume wangu. Ila sasa hivi heshima imenifika hapa. Mbona unatakaje? Chochote kinachotokea. Nimekuchoka. Habari zako nishaambiwa na najua kinachoendelea. Basi. Ufanye yaishi sawa. Mimi naomba yaishi. Yanaishaje? Yanaishaje wakati mimi nishapata habari? Hizo habari. Mbwa imeanza na habari mtu. Watu ndio wanaua ndoa yetu wao. Mbona sipo hivyo mimi? Mimi nikikaa tu na wanangu washikaji tunapata nini? Tunapari fresh. Si na mademu wa nini sasa? Wewe unatosha na watoto kibao tushapata, wanawake wa nini? Mbona watu wa nini? Yaani mwanamume mimi naanza kwenda South Canada, Mantoni ndo mambo yangu, sio kukaa na mademu. Ndio Waswahilini si unajua wachafu. Wewe nisikize mimi bwana. Alafu hiyo shika kwambia naye. Yaani tunakaa na chola, unajua watu wanatengenezea mabovu sisi tupotee, unajua. Nani kakupanga hivyo bwana? Nikwambie siku nyingine sipate tena mambo mengine. Mengine gani bwana mke wangu? Unajua ugomvi sio mzuri katika maisha. Alafu nimefikiria ile nyumba ya bondeni tuiuze tukarabati hii jao, unajua? Sasa wewe malaya wako. Kila kitu. Ndio unakutuma uze ile nyumba, upate kuchukua hizo pesa ukalibata na malaya. Alafu huko sisi tunalala na njia. Ona akili kwanza wewe. Na mume usiokuwa na haya. Wala akili kufanana na mtu. Hebu niangalia kwa jikofa yako lova. Hii kitu huwezi kununua unajua, kama tukulia masiala. Hii imetoka Canada. Je, pale Denmark tulitafuta tukakosa, sio kwa na shoot na nani Will Smith ndio maana ikabakia hii. Kwa nini sijui baba yangu alinijinameka majinameka lielekeleka kama jijini bwana, una megani wewe? Hapo ndio unajua Kiingereza unafoka. Hebu nisikilize mke wangu njoo. Sitaki bwana niache mimi. Njoo. Wewe nenda bwana. Nenda kwa malaya zako huko. Hebu yaishe mke wangu. Nisikilize. Shoga yangu Kea ameniambia kila kitu. Kea? Humu ndani. Hakutakuwa na amani hata siku hiyo. Amani hapa imekufa. Hapa kila siku shiari, nakwambia. Hapa hakulali wala kulaliki. Yaani hapa ni kukesha mwanzo mwisho. Ukekea anazingua. Nasubiri sasa pataeleweka. Ila ajue kila tamu pia ina chungu yake. Kumbe ananichiti, kumbe ananisaliti, kumbe ananichiti, sikujuaga. Kumbe ananichiti, kumbe ananisaliti, kumbe ananichiti, sikujuaga. Ulinipoza wivu, ukasababisha nikashika simu yake. Nilijua ananipenda mimi tu, kumbe na yeye na watu wake. Nashika simu naona na chati, nashika simu naona na wasifia, nashika simu naona na chati. Kuna mtu anapenda navyomkamia, siangenambia kesi ya kuzungumza ingebadilika, au wangenambia kama kosa kumkamia basi ningebadilika. Kumbe ananichiti, kumbe ananisaliti, kumbe ananichiti, sikujuaga. Kumbe ananichiti, kumbe ananisaliti, kumbe ananichiti, sikujuaga. Ulinipoza wivu, ukasababisha nikashika simu yake. Nilijua ananipenda mimi tu, kumbe na yeye na watu wake. Nashika simu naona na chati, nashika simu naona na wasifi, nashika simu naona na chati. Kuna mtu anapenda navyomkamia.
Kaka, huyo ndo ile demu nilikuwa nimekwambia nampenda. Kwa hiyo ndo anakuchanganya, anakuumiza kichwa Sana. Yaani kila siku unakaa unalia unasikiza nyimbo za mapenzi shida kumbe huyo. Sana. Anaonekana hizi tu mwepesi bro. Hebu subiri kwanza, mnaongea pumba gani hapo? Umesikia? Hizi sio pumba. Yaani mwanangu kakubilivu, shortage ikakupenda na natamani kukua na wewe. Ushanipata? Kwa hiyo mazingira fulani ukisema pumba unakuwa unakosea. Hivi wewe, ukijiangalia mimi ni hivi, naweza nikatembea na huyo. Haya mkwelawushu. Kwani demu ana mimi nikajua hapo wewe mwanangu tabia yako kupenda machizi hebu acha. Mimi nikajua demu anajielewa kumbe Kaza koma kabisa eti. Eti mimi ukiniangalia mimi naanza kutembea na huyu. Chefu lione kwanza. Wewe ukiniangalia mimi naanza kutembea na huyu. Wewe umemtamani, najua umemtamani pumba zake na haja wewe hapo. Ukinitongoza? Wengine tunakustiri. Vipi mwana? Kama kawaida niambie. Samani ndugu yangu, unaishi na mtu mmoja namuulizia anaitwa Kea. Kea umjui mjomba maarufu wa MC hivi anachamba chamba sana kwenye shughuli mjomba, anasuka sana. Mwanamke wako shoga yake. Anaongea hivi? Anaongea. Okay. Anakuja mwanangu nampata. Anakuja au vipi? Jana nilikuwa naye baa. Ulikuwa naye? Shamkumbuka mjomba. Pamoja sana. Matajiri kama sisi tunakuja kukustiri. Wewe shindo ni stili bangu mzazi. Afu ni kashinda kukustiri. Kama mwenyewe kashinda kukustiri babu zako umesikia na ataendelea kula naniliu miboga ya majani mpaka hizo nywele zitakuwa. Wewe unajielewa kweli? Ona menywele yake kama mchicha, I say. Kila komo lipomsimama kama zile mboga ambazo sijui za kisamvu kwa na miogo chini ile. Demu ana mwanya, sijui bwanake Mr. Mwanya babu zake. Sio baba, sio mama. Wote wa baba, familia yao nzima mnajiona kitu. Oh, umesikia? Huyo. Kama yeye unalika umebarikiwa nyuma na sisi tunampenda vile vile babu zako. Wewe wenyewe una chako una. Ila ajue kila tamu pia ina chungu yake. Atambue moyo wangu wa nyama sio moyo wa mashine. Anafanya mimi nakonda, kanitonesha vidonda. Naumia sana, amenisaliti. Maumivu ya mapenzi naogopa sana, hata wivu ninaokuwa ni sinalo ya chuma. Kusidi usije nacho mimi solemba, najisi na mimi nisije kuacha wewe solemba. Tunavyo pole sana rafiki yangu da. Yaani aisee unalia kama utani yani. Mimi naelewa mwanangu wewe unawapitia. Sema nini? Kinachonishangaza mimi, kwani ule mchumba kakuchanganya nini mpaka unalia familia yangu? Afu mazingira fani mimi sijakuzoea ujue kwa hivyo. Shida nini mwanangu? Kaka, ila mimi nilikwambia mwanangu. Da. Unaniliza ise. Ndio bwana. Unanisikitisha, usilie wasi. Unajua nini mwanangu? Hujui nini mimi ninachokipitia. Nimekaza sana. Inaniuma. Hujui. Yule mpenzi kinoma. Nilimpenda sema yeye mwenyewe haelewi. Haelewi kabisa mimi ninavyompenda. Hiyo yote kutokana na matembele hapo kichwani. Kwa kuweza. Aya ndio ndo tuseme mimi mapenzi ya juu. Faidini nyie basi. Sasa faidi nani? Wewe mwenyewe wewe unajua vile vile tu. Kwa sababu wewe ukilaumu mtu unakosea. Unasikia? Wewe ukilia unakosea. Kwa sababu mpaka sasa hivi kama kuyatimba tushayatimba kwa sababu nakumbuka tumemchamba. Ushanipata tumemchazia mbovu sana. Wewe fanya hivi umesikia? Yaani umesikia? Wewe usijali mwanangu. Alafu wanawake wapo kibao. Afu ile dem gani mwanangu anakuchanganya wewe akili mwanangu? Anakufanya wewe unalia sterlingi. Yaani kwa leo takwimu zinasema kwamba unalia. Utashusha blandi bwana aisee. Wewe sio mtu wa kulia mwanangu.
Yaani nimeamini kama wana wewe mwana feki. Nguvu ya kupigana sina, mwenzako naogopa kuumiza. Naomba baby ulinde mtima, usije zitesa hisia.